battles. Ningependa kusema ya kwamba ni vibaya sana kwa wewe mwaminio katika maisha yako uwe bado mpaka saa hizi, especially wale wameokoka kwa muda mrefu, you have not mastered the way you win your battles. Wanajeshi wakienda vita, hata wakati mataifa mawili yanapigana, lile taifa ambalo litashinda, yale mataifa mengine huwa yanauliza walitumia ndege za aina gani, walikuwa na mabomu ya aina gani, ni silaha gani walizotumia. Na unakuta hata mataifa mengine na majeshi yao yanaanza kuagiza zile silaha zilisaidia hiyo taifa kushinda vita. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba na wewe kama mwaminio, kwa sababu tuko katika vita, the world is not a playground, it is a battleground. For you to succeed, for you to reach your destiny, there is a battle to be fought. But how do you win your battle? Kuna watu ambao vita vyao vile wameshindana ni bahati. Yani ni mambo tu yalifanyika, akajipata ameinuliwa, amebarikiwa, amesimama, lakini hawezi kukuambia ni nini nilifanya. Na ni vizuri kuwa na uhakika ya kwamba niko na njia, niko na strategies ambazo Mungu amenipatia. Na unajua katika vita huendi na silaha moja. Ukienda na risasi moja peke yake unaweza kushindwa. Lazima uwe na silaha tofauti. So ni kumaanisha ya kwamba wewe kushinda vita lazima ujue, how do I win my battles? Na ukijua vile huwa unashinda vita, it will be easy to win again and again and again and again, because Jesus is the same yesterday, today and forever. Na ndiposa tumekuwa tukisema ya kwamba kukomaa kwa Mkristo kunategemea mambo mawili. Jambo la kwanza, vile yeye mwenyewe amekubali Mungu akambadilisha. Kuna watu wamekaa katika wokovu sana, wengine hata ni watumishi wa Mungu wakubwa, lakini hawajawahi kubadilishwa. Ule utu wa kale haujawahi kuondoka katika maisha yao. It's very unfortunate when you rise in God and you are not transformed. Number 2, jambo ambalo ina determine kukomaa kwako ni uwezo wako wa kuelewa the principles, the mysteries of the kingdom. Ya kwamba mimi katika ufalme ninajua ni nini inafanya kazi, ni jinsi gani naweza kusimama, ni nini naweza kufanya nikapata ushindi. So ningependa tujibu hili swali, how do you win your battles? Na ningependa tuangalie watumishi kadhaa walioweza kushinda vita kwa njia tofauti. Na pengine hii Biblia inasema ya kwamba the entrance to your word bringeth the light. Wengine pengine hizi ni njia umekuwa ukizitumia, lakini bado haujajua ya kwamba ni njia moja Mungu amekupatia ya kushinda vita. Ukisoma katika kitabu cha Esther chapter 4 and verse 16, the Bible says, go, that is Esther now, go, gather together all the Jews who are in Susa, and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my maids will fast as you do. When this is done, I'll go to the king, even though it is against the law. If I perish, I perish. Praise the name of the living God. Esther anasema, go, gather all the Jews who are in Susa. Tell them to fast for me. And me and my maids here in the palace, we are also going to fast for 3 days. Esther alijua kwamba the way to win the battle that is ahead of me is through prayer and fasting. And this was a great battle, because it was a battle to deliver a nation. The Jews were supposed to be annihilated. They were supposed to be destroyed by their enemies. And they had conspired through Haman
na walikuwa katika hatari kubwa, lakini Esther akajua, this is how I win my battles. If I get into a time of prayer and fasting, I'll win this battle. Unfortunately, there are people who pray and fast religiously, but they don't know prayer and fasting is a lethal weapon to win their battles. Hawajui kuomba na kufunga ni silaha kali ya kushinda wakati wa vita. Wengine wanafunga, apostol alisema tufunge, kanisani kwetu kuna maombi, unajua ni mwanzo wa mwaka, unajua kuna prayer festival, kuna watu wamefunga kwa hizi prayer festival. Wengine ulifuata tu pengine, lakini je, ulijua ya kwamba kuomba na kufunga ni silaha ambayo inaweza kukupatia ushindi? Nimeona mara nyingi sana katika maisha yangu Mungu akinipa ushindi kupitia kuomba na kufunga. Na kwa hivyo ninapoomba na kufunga, sifanyi hivyo kwa njia ya kidini. Ninafanya because I know this is how I win my battles. And I have won so many battles on my knees in prayer and in fasting. And I thank God for this far that He has brought me. David was able, in so many incidences, David would dance himself through to his breakthrough. He would dance until he was able to receive the victory that he desired. And so this time, he was dancing before the Lord with all his might, because he knew, this is how I win my battles. Unajua kuna watu wengine ikifika ni wakati wa kumsifu Mungu, wakati wa kumwabudu Mungu, wanasema sasa si tungeingia kwa maombi. In fact, hata ukiangalia many times huwa naangalia intercessors wengi